Hii ni simulizi iliyoandikwa na Mtundu na kusimuliwa na mimi rafiki wa marafiki, ukipenda niite wa Mchongo TZ. Sasa twende tukaianze simulizi hii. Katika kijiji cha mbali cha Namanga, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Baraka. Baraka hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa na ndoto kubwa za kuwa daktari ili aje kuikomboa familia yake kutoka kwenye lindi la umaskini. Lakini kama jina lake lilivyokuwa la matumaini, ndivyo maisha yalivyompa vionjo vya uchungu visivyoelezeka. Mtihani wa kwanza, pigo la ghafla. Ilikuwa ni jioni ya Jumanne, wakati Baraka akitoka shuleni akiwa na furaha tele baada ya kufanya vizuri mtihani wake wa majaribio. Alipofika nyumbani, alikuta ukimya wa ajabu. Nje ya nyumba yao ya udongo kulikuwa na kundi la watu waliojawa na huzuni. Moyo wake ulipiga kwa nini. Alipoingia ndani, alimkuta mdogo wake wa kike, Neema, akilia kwa kwikwi. Mama yake ambaye ndiye alikuwa mhimili pekee wa maisha yao baada ya baba yao kufariki miaka 2 iliyopita, alikuwa amepoteza fahamu baada ya kuanguka ghafla shambani. Wiki 2 baada ya mama yake kulazwa hospitali ya mkoa, daktari alimwita Baraka pembeni. Baraka, mama yako anahitaji upasuaji wa haraka. Gharama ni kubwa na bila huo hatuna uhakika kama atatoboa. Baraka alitazama viganja vyake vilivyopasuka kwa kazi za vibarua. Alikuwa na ada ya muhula wa mwisho wa kidato cha 6 aliyokuwa ameificha kwa tabu sana. Ilikuwa ni kuchagua kati ya ndoto yake ya elimu au maisha ya mama yake. Bila kupepesa macho, Baraka alichukua akiba ile na kuikabidhi hospitali. Baada ya kuacha shule ili amshughulikie mama yake na mdogo wake, marafiki zake wengi walimkimbia. Alionekana kama kijana aliyefeli. Alifanya kazi ya kubeba mbao, kuchoma mkaa na hata kusafisha mitaro, ili mradi tu Neema apate chakula na mama apate dawa. Kuna usiku mmoja, mvua kubwa ilinyesha na kuezua paa la nyumba yao. Baraka alikaa pembeni ya kitanda cha mama yake, akimfunika kwa koti lake pekee, huku akilowana, akilia kimya kimya. Mungu, mbona mitihani hii ni mizito hivi? Alihisi kukata tamaa kabisa. Kugeuka kwa kurasa. Siku moja, Baraka alikuwa akifanya kazi ya kutoa mizigo kwenye gari la tajiri mmoja wa mjini aliyeitwa Mzee Mwinyi. Mzee yule alimwona kijana huyu akisoma kitabu cha biolojia wakati wa mapumziko ya chakula cha mchana. Kwa nini unasoma hapa na hupo shule? Mzee Mwinyi alimuuliza. Baraka alimweleza mkasa wake wote kwa sauti ya upole, bila malalamiko, bali kwa ujasiri. Mzee yule aliguswa sana na moyo wa kijana huyu aliyekubali kubeba mizigo ya dunia ili kuilinda familia yake. Mwanga baada ya giza, Mzee Mwinyi aliamua kumfadhili Baraka. Alimlipia mama yake matibabu yote hadi akapona na akamrudisha Baraka shuleni. Miaka kadhaa baadaye, Baraka hakufanikiwa tu kuwa daktari, bali alijenga hospitali kubwa kijijini kwao kwa ajili ya wasiojiweza. Baraka alijifunza kuwa mitihani ya huzuni siyo mwisho wa safari, bali ni mapito ya kumjenga mtu kuwa shujaa wa kesho. Kuvaa koti jeupe la udaktari na kuitwa Dr. Baraka, dhoruba za maisha hazikuacha kuvuma. Badala yake, mitihani ikawa mikubwa zaidi, ikijaribu sio tu uwezo wake, bali pia utu na uaminifu wake. Hapa ni mwendelezo wa hadithi yake. Baraka alikuwa amefika kileleni. Alikuwa daktari bingwa wa upasuaji katika hospitali kubwa ya taifa, lakini utajiri na heshima vilikuja na mtego ambao hakuutarajia. Mtihani wa imani, msaada za mfumo. Siku moja, kijana mmoja maskini alifikishwa hospitalini akiwa na hali mbaya baada ya kupata ajali mbaya ya pikipiki. Baraka alikuwa tayari kuingia chumba cha upasuaji kuokoa maisha ya kijana huyo. Ghafla, mkurugenzi wa hospitali alimvuta pembeni. Baraka, acha huyo kijana. Kuna mbunge amepata mshtuko wa moyo kidogo, yuko njiani anakuja. Nataka uwe tayari kumhudumia yeye kwanza. Kumbuka,
Mbunge ndiye anayetoa ruzuku ya hospitali yetu. Baraka alitazama koti lake jeupe. Alikumbuka siku aliyomwacha mama yake hospitali bila msaada kwa sababu ya ukosefu wa fedha. Akatazama yule kijana maskini aliyekuwa akipumua kwa tabu. Mtihani. Je, auze utu wake kwa ajili ya kulinda kazi yake na mahusiano na wakubwa, au aokoe maisha ya mtu asiye na sauti? Baraka alimjibu mkurugenzi kwa sauti thabiti, kiapo changu ni kuokoa maisha, siyo vyeo. Aliingia chumba cha upasuaji na kuokoa maisha ya kijana yule. Matokeo yake, alipewa barua ya onyo na kusimamishwa kazi kwa muda. Mtihani wa moyo, pigo la nyumbani. Wakati akipitia changamoto za kazini, Baraka alipata habari nyingine ya kushtusha. Mdogo wake Neema, ambaye sasa alikuwa chuo kikuu, alikuwa ameingia kwenye mkumbo wa marafiki wabaya na kuanza kutumia dawa za kulevya. Baraka alijihisi amefeli kama kaka. Nilitumia maisha yangu yote kumtafutia maisha mazuri, nimemkosa wapi? Alijiuliza kwa uchungu. Ilimbidi Baraka aache kila kitu mjini, arudi kijijini kumtafuta Neema aliyekuwa ametoroka chuo. Alimkuta Neema akiwa katika hali ya kusikitisha kwenye mitaa ya mbali. Hapa ndipo Baraka alipojifunza kuwa fedha na vyeo haviwezi kuziba pengo la uwepo wa mtu kwa anaowapenda. Ilimbidi awe tabibu wa nafsi ya mdogo wake, akimsaidia kupona taratibu, huku akivumilia matusi na hasira za mdogo wake wakati wa mchakato wa kuacha uraibu. Wakati Baraka akiwa kijijini anamuuguza Neema, mlipuko wa ugonjwa wa ajabu ulitokea kijijini hapo. Watu walianza kufariki kwa kasi. Hospitali ya kijiji ilizidiwa. Hakukuwa na dawa na madaktari wengine walikimbia kwa hofu ya kuambukizwa. Baraka alikuwa na chaguo: kuchukua familia yake na kukimbilia mjini aliko na usalama, au kubaki na kupambana na adui asiyeonekana akiwa na vifaa duni. Alikumbuka ahadi yake kwa Mzee Mwinyi. Alivaa koti lake, akatengeneza kituo cha dharura chini ya mti ule ule aliokuwa akisomea biolojia zamani. Alifanya kazi mchana na usiku, akitumia ujuzi wake na hata mimea ya asili aliyoifanyia utafiti, hadi akafanikiwa kudhibiti ugonjwa huo. Hitimisho la ushujaa. Baada ya dhoruba hiyo kupita, Baraka hakurudi tena mjini kuajiriwa. Alianzisha kituo cha kisasa cha matibabu na urekebishaji, Rehabilitation Center, kijijini hapo. Aligundua kuwa mitihani yake ya kwanza, umaskini, ilimfundisha uvumilivu, lakini mitihani yake ya pili, ukiwa daktari, ilimfundisha uadilifu na upendo wa kweli. Baraka alisimama mbele ya kioo akatabasamu, akiona koti lake jeupe limejaa madoa ya jasho na vumbi la kijijini, lakini moyo wake ulikuwa na amani kuliko wakati wowote. Baraka alifikia kilele cha mafanikio ya kitaaluma. Aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya la kimataifa WHO kanda ya Afrika kutokana na uvumbuzi wake wa dawa kule kijijini. Lakini kama msemo unavyosema, mti wenye matunda ndio hupigwa mawe. Maisha yake ya ndani yalianza kuwa uwanja mwingine wa vita. Huu hapa ni mwendelezo wa mkasa wake. Mapigo ya moyo wa siri. Baada ya miaka kadhaa ya upweke, Baraka alimuoa mwanamke mrembo sana aliyeitwa Sofia. Sofia alikuwa mwanamitindo maarufu mwenye mvuto na maneno ya asali. Baraka aliamini amepata tulizo la moyo wake baada ya miaka mingi ya shida. Lakini hakujua kuwa Sofia alikuwa mtego uliovishwa vazi la hariri. Moja, mtihani wa usaliti, mabwana wa gizani. Baraka alikuwa mtu wa kusafiri sana kutoa mihadhara duniani. Aliamini uaminifu ndio msingi wa ndoa yao. Hata hivyo, Sofia hakuwa ameridhika na utulivu wa Baraka. Alipenda maisha ya anasa, klabu za usiku, na marafiki wa kiume wenye fedha za haraka. Siku moja, Baraka alirudi nyumbani mapema bila kutoa taarifa ili amshtukize mkewe kwa zawadi ya sikukuu ya kuzaliwa. Alipofika mlangoni, alisikia vicheko vya wanaume ndani. Alichungulia na kuona Sofia akiwa na kundi la wanaume maplaya wa mjini, wakitumia pesa za Baraka kufanya karamu haramu.
Mbaya zaidi, aligundua kuwa Sofia alikuwa anatumia siri za kikazi za Baraka kuwauzia wapinzani wake wa kibiashara ili apate pesa zaidi za anasa. Mtihani: barua pewa mfukuze na kuanzisha kashfa itakayoharibu jina lake kubwa duniani, au avumilie kwa ajili ya kulinda heshima ya ofisi yake? Badala ya kutubu, Sofia alipoona amegundulika, aliamua kushambulia kwanza. Alifungua kesi ya madai akimtuhumu Baraka kwa unyanyasaji wa kijinsia na kutelekeza familia, tuhuma ambazo zilikuwa za uongo mtupu, lakini zilizolenga kumuua Baraka kisaikolojia na kikazi. Magazeti yalianza kuandika, daktari bingwa duniani adaiwa kuwa katili nyumbani. Baraka alijikuta akisimama mahakamani, mahali pale alipozoea kupokea tuzo, sasa akitazamwa kama mhalifu. Maumivu ya kusingiziwa na mtu uliyempenda yalikuwa makali kuliko umaskini aliopitia utotoni. Alikaa usiku kucha akisali, Mungu, mbona kila hatua ya mafanikio ina miba hivi? Katika kilele cha kesi hiyo, Sofia alipata ajali mbaya ya gari akiwa na mmoja wa wapenzi wake. Alifikishwa katika hospitali ambayo Baraka ndiye alikuwa daktari pekee mwenye uwezo wa kufanya upasuaji ule mgumu wa uti wa mgongo ili amuokoe asiparalaize maisha yake yote. Marafiki wa Baraka walimnong'oneza, huyu mwanamke amekuharibia jina, amekusaliti na anataka kukuacha maskini. Mwache tu, sheria ya asili imemhukumu. Baraka alitazama mikono yake. Ile mikono iliyookoa kijiji kizima. Alikumbuka kile alichojifunza tangu akiwa kijana maskini na manga. Ushujaa sio kulipiza kisasi, bali ni kufanya jambo sahihi, hata wakati huna sababu ya kufanya hivyo. Baraka aliingia chumba cha upasuaji. Alimfanyia Sofia upasuaji kwa saa 12 mfululizo. Alimwokoa. Sofia alipozinduka na kumwona Baraka pembeni yake, yule mwanamume aliyemfitini na kumdharau, alishindwa hata kumtazama usoni kwa aibu. Sofia aliamua kufuta kesi zote na kuomba msamaha, akiondoka maishani mwa Baraka kwa amani, akijua kuwa amepoteza dhahabu akidhani ni shaba. Baraka, ingawa alibaki na vidonda vya moyo, alisimama imara zaidi. Aligundua kuwa mitihani ya ukubwani siyo ya kutafuta mkate tena, bali ni ya kutafuta utakaso wa roho. Baraka sasa ni kiongozi anayeheshimika si kwa sababu ya udaktari wake tu, bali kwa uwezo wake wa kusamehe na kusimama imara katikati ya usaliti wa hali ya juu. Baada ya dhoruba ya usaliti wa Sofia kutulia, Baraka aliamua kuchukua likizo fupi ili kuupoza moyo wake uliokuwa na makovu mengi. Alisafiri kuelekea mkoani Morogoro chini ya milima ya Uluguru, akitafuta utulivu wa nafsi na hewa safi ya kijani. Huko ndiko alikokutana na kijana mmoja aliyekuwa na sifa ya kipekee, aliyejulikana kwa jina la Mtundu TZ. Siku moja jioni, Baraka alikuwa ameketi kwenye bustani moja tulivu akitazama kilele cha milima kimefunikwa na mawingu. Alikuwa akifikiria maisha yake, elimu yake, utajiri wake na upweke uliomjaa moyoni. Mara kijana mmoja mwenye macho ya kudadisi lakini yaliyojaa utulivu alimsogelea na kumsalimia kwa adabu. Alikuwa ni Mtundu TZ. Mazungumzo ya kina. Baraka na Mtundu TZ walianza kuzungumza. Ingawa Mtundu TZ alikuwa kijana mdogo kiumri kulinganisha na Baraka, maneno yake yalikuwa na uzito wa mtu aliyeishi karne mbili. Alizungumza kwa busara na hekima iliyomfanya Baraka asahau vyeo vyake vyote vya udaktari na kuanza kumsikiliza kwa makini. Baraka alimfungulia Mtundu TZ moyo wake. Alimweleza kuhusu umaskini wa Namanga, upasuaji wa kijijini na usaliti mkubwa wa Sofia uliomfanya aogope hata kutazama mwanamke mwingine. 2. Ushauri wa Mtundu TZ. Mtundu TZ alitabasamu kidogo, kisha akamwambia Baraka kwa sauti ya upole, kaka Baraka, mti ulioangushwa na upepo wa dhoruba haumaanishi kuwa ardhi haina uwezo wa kumezesha mti mwingine. Sofia alikuwa darsa, hakuwa nyumbani. Maisha hayajaishia hapo. Daktari mkubwa kama wewe unahitaji msaidizi, siyo pambo la nyumbani.
Tafuta mwanamke ambaye hatapenda koti lako jeupe, bali atapenda moyo wako uliojaa huruma. Mtundu TZ alimhimiza Baraka asijifungie kwenye gereza la upweke. Alimshauri atafute mke mwenye hofu ya Mungu, mwenye nidhamu na asili ya kweli, ambaye wataendana naye katika safari ya kusaidia jamii. Baraka alihisi kama mzigo mkubwa umetua begani mwake. Alivutiwa sana na uwezo wa Mtundu TZ wa kuchambua mambo magumu kwa urahisi. Katika kipindi kifupi, Mtundu TZ akawa zaidi ya rafiki. Akawa kama mdogo wake wa damu na mshauri wake mkuu, chief advisor. Mtundu, umenipa mwanga ambao vitabu vya udaktari havikunifundisha, Baraka alisema huku akimkumbatia rafiki yake huyo mpya. Hitimisho la safari. Kwa msaada na hekima za Mtundu TZ, Baraka alikuja kukutana na mwanamke mwingine, binti mmoja mnyenyekevu ambaye alikuwa mwalimu wa watoto wenye mahitaji maalum. Ndoa yao ikawa ya mfano, yenye amani, uaminifu na maendeleo. Baraka alirudi kwenye kiti chake cha WHO akiwa na nguvu mpya. Kila alipopata changamoto, alikuwa akipiga simu Morogoro kumsikiliza Mtundu TZ. Aligundua kuwa katika safari ya maisha, unaweza kuwa na elimu na pesa, lakini bila kuwa na rafiki mwenye hekima na busara kama Mtundu TZ, safari hiyo huwa nusu. Baraka alimpenda sana Mtundu TZ, na tangu siku hiyo, Morogoro ikawa sehemu ya maisha yake, na Mtundu TZ akawa mtu muhimu zaidi aliyewahi kukutana naye katika utu uzima wake. Waliendelea kuwa marafiki wa chanda na pete. Kila jioni, baada ya Baraka kumaliza majukumu yake makubwa ya kidaktari na kidiplomasia, alikuwa akimtafuta Mtundu TZ kwa simu. Siku hiyo, baada ya Baraka kuelezea jinsi anavyofurahia amani ya ndoa yake mpya, alishusha pumzi ndefu na kuuliza swali ambalo alikuwa amelihifadhi moyoni kwa muda mrefu. Mdogo wangu Mtundu, Baraka alianza kwa sauti ya upole, umenipa hekima nyingi ambazo zimeokoa maisha yangu. Lakini tangu tufahamiane, umekuwa ukinituliza mimi tu. Sijawahi kusikia kuhusu mizizi yako. Hebu nieleze, Mtundu huyu mwenye busara hivi ametokea wapi? Maisha yako yalikuwaje kabla hatujakutana hapa mjini Morogoro? Mtundu TZ alikaa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akavuta pumzi ya uchungu uliopita na kuanza kusimulia. Kaka Baraka, Mtundu alianza, hekima haizaliwi kwenye vitabu pekee, bali huchongwa kwenye tanuru la maumivu. Mimi asili yangu ni katika kijiji cha Semwali, kata ya Kinda, wilaya Mvomero, hapa mkoani Morogoro. Huko ndiko kitovu cha maumivu yangu kilipo. Mtundu TZ alieleza kuwa katika familia yao walizaliwa watoto wawili tu, yeye na mdogo wake wa kike aliyekuwa akimpendona sana. Lakini maisha yao yalikuwa na pengo kubwa, pengo la baba. Baba yangu alikuwepo duniani, lakini hakuwepo maishani mwetu. Hakujali tulikula nini, tulivaa nini, wala kama tulisoma. Alituchukulia kama mizigo. Malezi yote yaliangukia kwenye mabega ya mama yangu pekee, mwanamke aliyekuwa akipambana na jua na mvua mashambani, ili mradi tu mimi na mdogo wangu tusilale njaa. Mtundu alisimulia jinsi alivyokuwa akimuona mama yake akilia kwa siri usiku, kwa sababu ya kukosa ada ya shule au matibabu. Siku moja akiwa bado mdogo kule Semwali, Mtundu alimshika mkono mama yake na kumwambia, "Mama, ipo siku." Lakini maisha ya kijijini yalikuwa magumu. Mtundu alilazimika kufanya kazi za suluba kule Mvomero, kubeba magunia ya mpunga na kulinda mashamba ya watu, ili apate senti chache. Alijinyima kila kitu, kuanzia nguo hadi chakula. Nilifika Morogoro mjini nikiwa sina kitu mfukoni isipokuwa ndoto zangu na hekima niliyorithi kwa mama, Mtundu aliendelea kusimulia. Alitoroka kijijini Semwali akiwa na nauli ya kuunga unga, akiamini kuwa mjini kuna fursa. Alipofika Morogoro mjini, maisha hayakuwa rahisi mara moja. Alianza kwa kulala kwenye baraza za maduka, akifanya kazi za vibarua vya kila aina. Lakini tofauti na vijana wengine, Mtundu alikuwa na nidhamu ya hali ya juu na uwezo wa kusoma nyakati.
Alitumia muda wake mwingi kusikiliza wazee na kujifunza tabia za watu, jambo ambalo lilimfanya aanze kujulikana kama kijana mwenye hekima za ajabu, licha ya umri wake mdogo. Polepole alianza kujitafutia riziki ya halali na kuanza kutengeneza jina lake kama mshauri na mtu mwenye msimamo, hadi siku ile alipokutana na Baraka chini ya milima ya Uluguru. Hisia za Baraka. Baraka alikuwa akisikiliza huku machozi yakimlengalenga. Hakujua kuwa huyu kijana aliyempa ushauri wa kuokoa maisha yake naye alikuwa amepita kwenye moto mkali kule Mvomero. Mtundu, Baraka alisema kwa sauti iliyojaa heshima, sasa naelewa kwa nini maneno yako yana nguvu. Ulikuzwa na mikono ya mwanamke shujaa na ulishindwa na baba aliyekukataa, lakini ukaamua kuwa baba wa ndoto za familia yako. Mimi na wewe ni ndugu wa damu ya maumivu. Baraka aliahidi kuwa atafanya kila liwezekanalo kuhakikisha kuwa mama yake Mtundu kule Semwali anapata huduma bora zaidi za afya na maisha, kama shukrani kwa kumlea kijana huyo aliyekuja kuwa mwokozi wa furaha ya Baraka. Mtunzi wa simulizi hii ni Frank Mtundu, ambaye wengi hupenda kumuita Mtundu TZ. Huu ni mwisho wa simulizi.